tufanye analysis ya TAC USDT. Analysis ya TAC USDT. Hii ndo video yetu ya kwanza kabisa ya analysis hapa kwenye channel yetu ya Crypto Smart Traders. So nataka tufanye top down analysis ya TAC USDT kwa wale ambao tuna trade crypto, hususani crypto futures trade. So kwenye monthly time frame tunakuja kuona kuna hii break of structure hapa imetengenezwa. Kuona hii structure hapa juu sawa, lakini pia tunakuja kuona price imerudi humu ndani kureact kwenye area of liquidity. Tunaona price imekuja kureact kwenye ile eneo sawa. So kama price imekuja kureact kwenye hilo eneo, so tunakuja kuangalia shift kwenye daily time frame. Na kwenye daily time frame nataka tuone shift. So tukija kwenye daily time frame tunakuja kuona kwamba tayari price ilifanikiwa kututengenezea shift. Tunakuja kuona hapa shift ilitokea hapa hivi kwenye hii mitaa. So kama daily time frame ishatengeneza shift, maana yake tayari tunategemea price itatoka hapo ilipotoka mpaka huku juu, huku mawinguni kabisa sawa. So kwa sababu daily kashatupa shift, maana yake tunaenda kuangalia entry. Entry tutaipataje? So baada ya price kushift, tunaona hii candle ilikuja kureact kwenye hili eneo, kwenye hili area of liquidity ya daily time frame. Kuja kuona price imekuja kureact kwenye hilo eneo sawa. Price imekuja kureact kwenye hii eneo. So kama price imekuja kutouch hapa, manake tunataka, kwa sababu bado daily time frame ni time frame kubwa sana, hatuwezi tukachukulia entry hapa sawa. Hatuwezi tukachukulia entry hapa kwa sababu bado ni time frame kubwa, inabidi tulifine ili hata tukiweka stop loss yetu, manake iwe stop loss ambao utaweza ukaihandle, kwa sababu ukipima stop loss ya kutoka hapa ni asilimia nyingi sana, asilimia 165. Hizi ni asilimia nyingi sana, hatuwezi tukazitrade, hatuwezi tukahandle hiyo stop loss. So inabidi tena turudi chini kwenye time frame ndogo. Tukirudi kwenye 1 hour tunaona price ilikuja kureact kwenye hii mitaa, price ilikuja kureact kwenye hili eneo. So kama price ilikuja kureact kwenye ile eneo, maana yake sasa hapa ilikuja kututengenezea hii structure hapa chini. Hapa kulikuwa kuna hii change shift sawa. Sasa ili hii 1 hour iendane na daily time frame, inabidi price ije moja kwa moja mpaka hapa juu, ije ivunje ile eneo. Ikija kufanikiwa kuvunja ile eneo, maanake ndio tunakuwa tumepata confluence sasa ya kuingia ya kubai hii TAC. Kwa tunachotegemea hapa, tunategemea kwamba price ijibebe moja kwa moja, kutoka hapa mpaka hapa juu, ije ivunje hii level, ije tuvunjie hapo juu, then ikishavunja sasa ndo tuangalie upatikanaji wa entry, reaction kwenye ile eneo sawa. Kwa hiyo price ikishavunja huko, tunategemea ifanye pullback mpaka hapo chini, price ifanye pullback mpaka hapo chini, ndo tubai kwenda juu. So kwa hapo tunachosubiria sasa hivi, tunasubiria kwamba price ije ivunje huku juu,
Maanake itoke moja kwa moja hapa mpaka hapa juu ije ivunje. Then ikifanya pullback ndio tukimbilie kwenye time frame ndogo kama dakika 15, 5 minutes, 3 minutes na kuendelea ili tuje tujichukulie entry. So mpaka hapo inabidi tufanyaje? Tuseti hapa alert. Tuseti alert ili price ikifika itushtue. Hiyo ndo top down analysis ya TAC USDT.